Hamjambo tena, karibuni. Leo nitakuja na kitu kingine tofauti kabisa. Na kitu chenyewe ni kwamba tutazungumzia kuhusu meno kuuma. Kuna watu wanakuwa na matatizo ya meno. Meno yanamsumbua, especially hususan wakati wa baridi. Unapata akila kitu, anasikia kama meno inakataa, akifanya nini. Au pia meno inauma tu, inaamuka sana sana saa ingine huwa zinaamuka usiku. Unaumwa na meno mpaka unatamani nini hii jamani. Unashangaa. Sasa mimi nimeona tushare hili. Ndio mtu ambaye ako na matatizo jisaidie. Na dawa yenyewe ni kwamba sisi kawaida tunavyozoea huwa tunapiga mswaki alafu tunakunywa chai na kitoweo, kwa mfano mkate au mandazi na kadhalika. Sasa haya mandazi hukaa ndani ya meno na yakikaa kwa muda mrefu unakuta wengine wakipiga mswaki asubuhi tena mpaka kesho asubuhi. Sasa hizi zinazaana, zinakuwa ni bakteria, zinazaana huko ndani pole pole, so zinakuletea matatizo. Baadaye meno inaanza kutoboka pole pole ikiendanga. Na hili nilipata mtihani miaka 9, miaka 9 imepita ndio. Na nikapata problem ya meno na nikapata daktari wa meno ambaye alikuwa ni mwaminifu. Na akanieleza kwamba bwana, dawa ya meno ukitaka kunywa chai kwanza asubuhi ndio upige mswaki. Na pia kupiga kwenyewe sio tu saa hiyo hiyo umekwisha kunywa chai moto alafu unaenda kupiga mswaki na maji baridi, hapana. Unakaa kidogo mpaka meno ipoe. Unajua meno pia huwa inashika vile unakunywa chai moto, meno pia hupata lile joto la chai ambalo linasababisha kama utatumia maji baridi, basi itabidi meno ipate matatizo. Ndio unaona hata ingine inavunjika. Meno mengine inavunjika saa zingine. Kwa hivyo jambo muhimu, ngoja kidogo, au kama utapiga mswaki na warm water, maji ambaye ni warm, haina tatizo. Kwa sababu chai ilikuwa moto, ukitumia maji warm hautafeel hiyo effect. Lakini kama wewe ni mtu umezoea maji baridi, unatumia maji baridi, basi make sure kwamba wakati ushakunywa chai, kaa kidogo kama dakika 10, 15 hivi, alafu piga mswaki wako. Au dakika 5 hivi meno ipoe poe, alafu piga mswaki. Ukishapiga hivyo, basi sasa unakaa meno iko fresh mpaka wakati mwingine. Na ukiweza pia after lunch ukishakula pia piga mswaki. Au ukishakula vitu vya sukari sukari, piga mswaki baadaye. Au kama huwezi kupiga mara nyingi kwa siku, mara 3, 4, 5, 6, basi piga mara 2 kwa siku, 2 tu vizuri. Asubuhi baada ya kunywa chai unakaa kidogo 10 minutes, alafu unapiga mswaki vizuri dakika 2 na zaidi. 2 and above, dakika 2 na zaidi. Kwa hiyo wakati, yaani kwa uchache dakika 2, lakini hata ukipiga dakika 3, dakika 4 ni bora zaidi, dakika 5 bora zaidi. Na pia vile vile usiku sasa baada ya kula sapa pia unakaa dakika 10 ama dakika 20, alafu unapiga mswaki. Au ukienda kulala, usikae na chakula ukalala nacho asubuhi. Na hawa ambao tunawaambia kwamba ukunywe chai kwanza asubuhi ndio upige mswaki, ni wale ambao wanalala wakiwa wamepiga mswaki. So mdomo ni msafi tu. Kama ni zile ninio zako, ni zile zako za kawaida, wanasema sijui nini zimezaliana hapo nini. Hiyo ni mambo mengine, lakini ukweli ni kwamba mdomo wako huwa iko safi hata ukiamka asubuhi. So unakunywa chai alafu unapiga mswaki. So usilale kabla haujapiga mswaki. Hata jioni pia hiyo, wakati tuseme umeshakula sapa, kaa dakika 10 au dakika 5, piga mswaki. Au ukienda kulala piga mswaki. Yaani usilale na chakula au usishinde na chakula kwa mdomo. Au ikitokea ile mchana umebite vitu, umekula basi usiku usilale bila kupiga. Ukiishi hivyo hakuna siku utasikia tena shida ya meno. Na nawaambia hivi, niko na miaka sasa 8
sijasikia tena shida ya meno. Na ukweli ni kwamba wakati sasa meno ikiwa na tundu na ukashikilia huu utaratibu, huwa kwamba ile meno ambayo iko na tundu huwa ikifika inadondoka tu, alafu wewe unaitupa, unatema huko. Na ikidondoka husikii uchungu, yaani inatoka tu ni kama vile kuna kitu mdomoni tu kimeanguka na unakitema. Kwa hivyo napiga na dawa ya mswaki. Dawa ya mswaki kuna zingine ni mzuri, zingine mzuri zaidi. Lakini almuhimu ile ambaye muhimu ni ile dawa ambayo wewe utaweza kutumia. Lakini piga dakika 2 na zaidi. Asanteni sana, hadi wakati mwingine.